Siku ya leo Mungu amenipa wakati mzuri wa kuja kuelezea madhara ya damu inapomwagika. Madhara yake juu ya nchi, madhara yake juu ya nyumba, madhara yake kwa nafasi nyingi, lakini nitaongelea madhara hayo juu ya nchi au juu ya ufalme. Nitaongelea madhara hayo na nitazungumza na nitatoa ushauri mwishoni, mambo ya kufanya kwa ajili ya kuzuia madhara ya jambo hili linapotokea mahali popote pale. Mungu akubariki sana wewe ambao unafuatilia na uwe pamoja na mimi. Damu, tunapoongelea damu, hatuongelei damu ile ambayo inapita tu kwenye mishipa. Hapana. Bali zaidi tunagusa uhai. Tunagusa uhai kamili wa mtu. Tunagusa uhai kamili wa mtu. Tunapoongelea kuhusu damu kumwagika, hatuongelei tu kuhusu damu kama kimiminika. Hapana, bali tunaongelea uthamani wa damu. Tunaongelea ule uhai ambao uko ndani ya damu. Huwa damu inabeba uhai. Uhai fulani huwa unakuwa kwenye damu. Ndio maana hata roho za mizimu huwa zinasafiri kupitia damu. Yaani damu huwa inabeba vitu vingi sana. Inachukua mambo mengi sana. Kwa sababu kuna siri kubwa iliyopo ndani ya hiyo damu. Tukisoma Biblia kitabu kile cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 4, nao Biblia inasema kwamba bali nyama pamoja na uhai, yani damu yake, msile. Manake kumbe tunagundua kumbe damu ni uhai. Na huwa uhai wowote huwa una kawaida ya kuongea. Yaani huyu mtu hata kama sio mcha Mungu, uhai wake huwa una kawaida ya kuongea, kwa sababu hakuna uhai ambao huwa hauongei, bali kila uhai huwa una nafasi ya kuongea. Ndio maana naposema kuhusu damu, hatuongelei kimiminika, tunaongelea uhai. Inapomwagika damu, tunaona inakuwa kwenye ardhi, inaweza ikadekiwa, ikafanyaje, ikaondoka. Lakini tunapoongelea madhara, ni madhara yapatikanayo katika ule uhai uliotoka. Ndio maana kuna mwingine anaweza asichinje, akampa mtu sumu, akaua, akawa ana mashtaka ya damu ndani ya nafsi yake, lakini damu haijamwagika. Kwa tunapoongelea damu, hatuongelei damu kumwagika kama kimiminika. Tunaongelea uthamani wa uhai wa huyu mtu uliochukuliwa. Ndicho tunachokiongelea hapo. Ndio maana hata Yesu akasema, amchukiaye ndugu yake ni sawa na muuaji, hawana tofauti. Yaani yule ambaye anamchukia mtu na yule ambaye anayeua kwa sumu, kwa nini? Kwa kunyonga, wote wanahesabika kwamba ni wauaji. Kwa sababu huyu mmoja ni kwamba hajapata nafasi ya kuua, lakini anatamani yule mtu hata asiwepo duniani. Lakini huyu mwingine ni kwamba amepata nafasi akaua kabisa. Na ndio maana pia anasema tena Mungu kwamba nikikupa habari juu ya mtu fulani, kwamba yule mtu ana uovu fulani, nikakwambia nenda kamwambie, nawe usipokwenda kumwambia yule mtu akafa katika uovu wake, anasema kwamba Mungu, damu yake nitaidai mikononi mwako. Sasa hamaanishi kwamba yule mtu kwamba atakufa kwa kuchinjwa. Hapana. Yaani kwa kufa tu katika uovu ule, hata kama akiuliwa na magonjwa, lakini yanatokana na uovu ule. Manake ni kwamba uhai wake, uthamani wa uhai wake utadaiwa wewe ambaye ulipewa maagizo hayo umfikishie, lakini hukumfikishia mpaka akafa kwenye uovu huo. Nadhani umenielewa vizuri ninachokiongea. Nadhani umenipata vizuri. Twende kuangalia tena kitabu cha Waebrania 12 sura ya 24. Nataka nikuonyeshe kwamba huwa damu ina kawaida ya kuongea, kwa sababu damu sio inayomiminika, bali ni uthamani wa uhai. Kwa sababu uhai wote huwa una sauti ya kuongea. Waebrania 12:24, nao Biblia inasema, naye Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Abili.
Manake pia damu huwa ina viwango fulani. Damu huwa ina viwango fulani. Mwingine hajanielewa ninachokiongea. Damu huwa ina kiwango fulani. Ukiondoa uhai wa mtu ambaye anategemewa na watu wengi kwenye nafasi fulani, yeye ndiyo sababu ya uhai wale wengine wote wale. Huwa ni tofauti sana ukimwondolea uhai mtu ambaye hana kutegemewa. Umeelewa kitu nilichokiongea? Damu iko hivi, yaani uthamani wa yule mtu kwenye kuishi kwake huwa ndio adhabu inakuwa kubwa kwa mtu atakayeondoa uhai wa huyo mtu. Yaani uthamani. Umeelewa kitu nilichokiongea? Uthamani. Sijasema hakuna watu ambao wana thamani. Nimesema hivi, uthamani huwa unatofautiana. Hii ni ukweli, wala hakuna kusema kwamba kuna wengine hawana kuthamani. Hata Mtume Paulo mwenyewe anaelezea katika Warumi, anasema Mungu ameumba mwenyewe kama vile mfinyanzi anavyoumba, kwamba kuna vyombo vyenye utukufu sana na kuna vyombo havina utukufu sana, lakini vyote vina kazi. Ndio maana kuna huduma pia huwa zinasaidiana. Haimaanishi kwamba huduma nyingine hazina maana, hapana, ila zinasaidia kujenga kitu kimoja. Sasa hivyo hivyo kuna damu ambazo zina thamani kubwa kutokana na umuhimu wa kuishi kwake. Kuna damu, kuna uhai au niseme kuna uhai wa watu ambao unahitajika sana na watu wengi. Kwa hiyo damu huwa ina thamani sana, au uhai wa mtu huwa una thamani sana, na uweza kuleta matatizo kwa mtu aliyefanya uhai wa huyo mtu uondoke, kuanzia yule aliyesababisha wa kwanza, aliyehusika. Maana kuna wengine anasema mimi sitaua, ila nimeelekeza alipo, ndio wakamshika, wakampiga, wakamuua, wakamchinja. Yaani kwa hivi, ngoja nikwambie, ninachokwambia ninakielewa vizuri sana. Siku moja Mungu alinionyesha namna gani damu inavyobeba hatia. Ilionyeshwa kuna mtu mmoja kimechukua kichwa chake kikapigwa kwenye mawe pa, alafu kilipopigwa kwenye mawe pa, damu zikaruka. Ziliporuka, hatia kubwa akaibeba huyu aliyebamiza kile kichwa. Hatia nyingine ikawapata wale waliokuwa karibu na pale damu zilizorukia. Wale watu wakaanza kujitetea kusema hivi, hatuna makosa sisi, hatujafanya sisi, ni huyu hapa. Lakini nikaonyeshwa kwamba hukumu inatakiwa iwafikie wao pia, lakini sio ukubwa kama ya huyu. Unajua kuna mwingine anaweza kusema fulani mimi ameniagiza kwa kweli, lakini mimi sio madhumuni yangu. Yaani wewe uliyesababisha, hata kama unajua kwamba kuna mtu fulani kuna jambo baya anasababishiwa la kutolewa uhai. Manake ukiwa unajua wewe ukishiriki, hata kama wewe sio kwamba ndio utakayesababisha ile jambo, manake una package ya adhabu yako kulingana na wewe umekava kwenye nafasi gani kwenye ile hatia. Tumeelewana vizuri watoto wa Mungu? Kwa hiyo damu ina thamani. Twende kusoma kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ile ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 10. Na Biblia inasema, na alipofungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kuto kuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Unaona Ndio maana niliposema kinachoongea ni uhai. Hao watu walichinjwa, damu zao zikabaki, zikakauka. Ni manabii wengine wakafanywa mabaya, damu zao zikakauka, zimekauka kabisa kwenye ardhi, lakini nafsi zao zinalia, zinasema kuna kitu tulifanyiwa, kuna kitu tulitendewa, kinahitajika kulipwa, kwa sababu Mungu wewe ni Mungu wa haki, ni Mungu ambaye unapatiliza. Na Mungu amesema kweli, huwa anapatiliza maovu yanapotokea, kwamba Mungu hata lini utatulia tu kulipiza kisasi? Ndio inaposema damu huwa ina kawaida ya kuongea. Maana yake ninapozungumzia damu tunazungumzia uhai. Sio kwamba ikishakauka imetulia, sio mbichi tu kama ikishapotea inaongelewa uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumepita siku kama sio wiki, Mungu alinipa agizo, akaniambia kwamba waambie watu waombe kwa ajili ya damu zilizomwagika, kwa sababu
Wewe unaweza ukasema tu kwamba mimi kwa kweli sijafanya chochote. Lakini kwa nini unatakiwa uombe? Mungu aniambia kila mtu anatakiwa aombe. Nilitangazia kwenye grupu la WhatsApp, na wengine baada ya kuomba kuna vitu vimefunguliwa kwao, wakaonyeshwa mambo mengi ya kitaifa na mambo mengi ambayo mengine kwenye nyumba zao baada ya kuingia kwenye hayo maombi. Wengine walinipigia kwa ushuhuda mkubwa sana baada ya kuomba katika maombi hayo. Mungu akaniambia watu waombe rehema kila mmoja kwa nyumba yake kuiponya. Kwa sababu kama nilivyokuambia, damu inapomwagika inapigwa kwa chini, huwa inaruka. Damu haijalishi wewe kwamba ulimwaga, maadamu imefanyika kwenye mahali ambapo, nikakwambia iko damu inamwagika kinyumba, iko damu inamwagika kijiji, iko damu inamwagika kitaifa, iko damu inamwagika kibara, iko damu inamwagika kidunia. Umeona levels? Inabagika kinyumba. Kuna kijiji utakuta hapa kijiji wakulima na wafugaji wamechinjana kijiji fulani. Maana ile damu itadai vitu fulani pale. Huwa kwenye mkoa inatokeaga. Yaani utakuta tukio la mkoa fulani, wilaya fulani. Maana hatia iko kwenye wilaya hii. Wote wakao kwenye wilaya hiyo wana hatia fulani. Sasa inaenda hivyo, inaenda mpaka kufikia kwenye matukio ya kitaifa, kwamba tukio limefanyika la kitaifa. Tumeelewana vizuri watoto wa Mungu? Sasa mwingine mimi sijafanya kwa kweli. Soma kitabu cha Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa kwanza. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka. Yaani kulikuwa kuna njaa ambayo isiyopoa, inaenda tu. Na Daudi akautafuta uso wa Bwana. Yaani Daudi alipoona njaa akasema mbona hii njaa hapana kwa kweli. Kuna nini hapa nimtafute Mungu? Mbona kama tutapotea? Biblia inasema alipomtafuta Bwana, alipotafuta uso wa Bwana, Bwana akasema ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua Wagibeoni. Yani Sauli alipokuwa yeye mfalme aliwachinja Wagibeoni, aliwaua. Na hawa watu wala sio kwamba wa jamii ya Israeli, hapana. Sauli aliwaua. Lakini unaona Sauli ameondoka na makolokolo yake, ameshakufa, ameondoka. Baadhi ya watoto wake wapo. Daudi anakuja kukalia kile kiti, anakuta kiti kina damu, kina hatia. Daudi hakushiriki uovu huu ambao Mungu anasema, lakini yeye akajikuta amekaa kwenye ufalme ambao ulikuwa una hatia ya damu. Kwa hiyo madhara yakatokea kwenye nchi nzima, kwa sababu aliyefanya yale mambo aliyafanya kwanza ni kiongozi, amekaa kwenye ufalme, ni Sauli. Alafu pia alifanya kwenye jambo kwa sababu ya kitaifa. Kwa hiyo njaa ikapiga taifa zima, hata bila kujali wewe umefanya au nini. Kwa unafikiri njaa ilivyotokea ni kwamba hakuna wenye haki wa Mungu wengine walikuwepo? Hata Daudi si alikuwa ni mfalme mwenye haki wa Mungu, lakini ufalme wake unapigwa na njaa. Alipomtafuta Mungu, Mungu anamwambia siri ya tatizo hili ni kwamba Sauli aliwaua Wagibeoni. Tusome mstari wa 2. Ndipo mfalme akawaita Wagibeoni akawaambia, basi Wagibeoni si wa wana wa Israeli, ila ni wa masalia ya Waamori, na wana wa Israeli walikuwa wamewaapia, lakini Sauli akatafuta kuwaua katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Mstari wa 3. Basi Daudi akawaambia hao Wagibeoni, niwatendee nini? Na kwa tendo gani nifanye upatanisho mpate kuubariki urithi wa Bwana? Hajasema kwamba hapa Wagibeoni ninyi tunaombeni msamaha, kwa kweli tunaombeni msamaha, tumewafanyia mabaya kwa mdomo. Alisema tuwafanyie nini? Kwa mtu yoyote anapomwaga damu, akibaki mtoto wake uliomwaga damu au sijui nani yake, ni lazima unapotubu wewe ufate kumwambia, kama umetenda wewe au kiongozi fulani au mfalme fulani, ni lazima awafate hao watu aliowatendea hayo na kuambia mnataka nini, tuwafanyie nini, yani ili mioyo yao ikunjuke. Kama ulimfanyia mtu, unatakiwa ufate familia yake, niwafanyie nini, ili wao waseme. Anasemaje?
ili mpate kubariki urithi wa Bwana. Nini tufanye? Sio kwamba Mungu atatubariki tu kwa sababu Mungu yeye Daudi anajua kabisa sisi tuna hatia. Baraka za Mungu haziwezi kutufikia wala Mungu kutubariki kwa sababu ya hii damu ya Wagibeoni. Huu ufalme hautabarikiwa kwa sababu ya damu ya Wagibeoni. Na walikuwa wala sio wana wa Israeli hawa. Sisi tumeona vizuri watoto wa Mungu. Mstari wa 4. Na hao Wagibeoni wakamwambia, si jambo la fedha wala dhahabu lililo kati ya sisi na Sauli au nyumba yake, wala si juu yetu kumuua mtu yoyote katika Israeli. Akasema, mtakayoyanena ndiyo nitakayowatendea ninyi. Wagibeoni wakawa nasema, haya mambo aliyotutendea Sauli hayafai kutulipa fedha, yani hayafai kutulipa vitu fulani vya ufumeti, dhahabu, mtupe dhahabu kwamba ndio muondoe hichi kitu. Hapana, kwa sababu ndani yetu tuna mioyo inaungua kwa sababu tumepoteza wapendwa wetu. Mioyo yetu inaungua, tumepoteza wapendwa wetu, ndugu zetu tumepoteza. Kwa jambo hili sio jambo la kusema tu kwamba tuwape fedha. Au Mgibeoni mmoja, njoo uwe basi kwenye ufalme wangu, huo ufalme wa pili. Hapana, hili jambo sio la kutulipa namna hiyo. Wagibeoni wanasema. Daudi anasema sasa mtuambie tuwafanyie nini ili tubarikiwe? Ili jamani huu ufalme wangu uwe na baraka, niwafanyie. Ni kweli Sauli amekosea. Kumbuka hapo sio Daudi aliyofanya, lakini Daudi anajaribu kusema mnataka tuwafanyie nini ili tutengeneze. Mstari wa 5. Wakamwambia mfalme, yule mtu aliyetupoteza na kufanyia shauri la kutuharibu, tusikae katika mipaka yoyote ya Israeli, basi na tutolewe watu 7 katika wanawe, nasi tutawatundika mbele za Bwana katika Gibeoni, katika mlima wa Bwana. Mfalme akasema, nitawatoa. Unaona Wagibeoni walichokiomba? Wakasema, Bwana, sisi huwa hatutaki hicho. Manake damu ile iliyomwagwa Wagibeoni, wale wa kwanza waliomwagwa damu yao, sasa ule uhai ulikuwa unalia ndani ya Wagibeoni hao. Wengine hajanielewa. Uhai ulikuwa unalia ndani yao. Uhai wa damu ile ulikuwa unalia ndani yao, na sisi tutendewe, na sisi wafanyiwe, na sisi tulipiziwe kisasi. Huwa damu ina kawaida ya kisasi. Sasa ndio naanza kutoa ushauri hapo. Mtu yoyote ukijua umemwaga damu, kutengeneza kwako sio kusema tu kwamba kwa kweli naomba mama fulani unisamee, watoto fulani mmekuwa yatima muda mrefu, lakini kwa sababu nilimwaga damu ya baba, naomba mnisamee. Naomba mnisamee kwa kweli, japokuwa mlikuwa mnajua, lakini mnisamee hivi. Hapana, mnisamee kwa kweli, mnisamee, nitawapa. Yaani wewe unaamua kitu cha kuwapa. Hapana, kwa kweli mimi nitawapa hichi, nitawanunulia nyumba pale. Hapana, damu huwa ilipi kwa hivyo. Damu huwa mtu anapotenda, yeye ndio anatakiwa awaulize hao watu aliowatendea, mnataka nini kwa ajili ya kufidia jambo hili. Na ukitaka utengeneze vizuri na Mungu, utengeneze vizuri kabisa kwa neema na rehema za Mungu, ndiyo njia ambayo inatakiwa. Nataka niwafanyie nini, nitende nini kwa ajili ya haya. Sio wewe unaamua kwamba naamua yani nifanye hivi tu ili kwa kumridhisha mama fulani, nimemfanyia hivi, ngoja nimfanyie hivi nimridhishe tu atulie kwa ajili. Hamna, utamridhisha yeye, lakini damu au hai wa mtu hauwezi ukauridhisha, kwa sababu wenyewe unadai kile kilichotendewa kifanyike na kwako. Kwa hiyo kuzuia hii manake ni kutengeneza na hawa waliobaki ambao wanahusiana na hawa waliomwagika damu. Uliomwaga damu sio ya baba yake, sio ya mama yake, yani ni kutengeneza nao, ndio ile hatia inaondoka. Sio kwenye uchumi wako, itaondoka kwenye namna yako, kama wewe ni tajiri ulifanya vitu hivyo, au kwenye uongozi wako, inaondoka ile hatia, inaondoka. Lakini ukisema mimi naamua kufanya ninavyotaka, watakubali tu. Wanaweza wao waliobaki wakasema tu kwamba haya sawa, lakini ile damu ikaendelea kukulia, itakuletea na kuletea madhara sasa ya mtu au ufalme au kwenye nchi. Damu inapomwagika inakuletea madhara. Kama ikitokea kama vile Sauli alivyoua, yani manake damu ikawa inafata hatia kwenye ufalme, inafata hatia kwenye ufalme, madhara yatakayotokea hata kama si leo au kesho kutwa, lakini jua kabisa
ni lazima kisanga utakiacha kwa uzao wako. Yani itakuwa ni generation up to generation. Yani kizazi utakachokiacha. Mfano, ni tajiri fulani amefanya unyama fulani kwa ajili ya kuchukua ardhi fulani. Sijui nani, sijui yani mtu fulani mfalme. Yani kisanga kinachokuja ni uzao wako. Yani wewe kama, yani wewe mwenyewe tu utalipa. Na utalipa kwa kifo kibaya, ndio inavyokuaga. Kifo kibaya sana, alafu cha ghafla sana. Alafu sasa watoto wako watafanywa nyang'anyiro. Jamii yako itafanywa nyang'anyiro. Yani ndio itakavyokuwa, kwa sababu ya madhara ya damu. Matokeo mengine ya damu kumwagika na yasipotengenezwa, inachotokea inaleta balaa kwenye nchi. Kama sio balaa la magonjwa, balaa la njaa, lakini mara nyingi la njaa au upanga. Ukiua kwa upanga, utakufa kwa upanga. Kwa madhara mengine ndio hayo, manake njaa, kukaukiwa, uchumi unapigwa, uchumi unatandikwa kabisa. Sasa unafikiri kama kipindi cha Daudi ukame umetokea, unafikiri huo ukame unaathiri paka ni paka, manake uchumi. Mwenye sikio na asikie haya, mwenye sikio na asikie. Lakini sisi tukisimama kuomba, mwingine atamuuliza mtumishi, umesema kwamba tuombe sisi, kuna vitu tutaviepuka. Tutaepuka nini? Huwa hawa watu, mfano tukio limetokea labda la kitaifa, hawa watu wa chini wanapoomba, manake wanalivua lile gamba, ile damu kuruka. Kama nilivyokuambia, damu inaporuka kama inamwanga, inaruka. Sasa unapokuwa wewe unaomba rehema kwa nyumba yako, manake unalitoa lile gamba la hatia, unalirusha kwa yule aliyesababisha kwenye ulimwengu wa roho. Unalitoa, unalirusha kule, liende kule. Si Daudi ndio alivyofanya, alivyoomba rehema kilitokea nini? Alipomtafuta Mungu, Biblia inasema ndio Mungu akamwambia. Unaona sasa, Wagibeoni wanaenda kwenye nyumba ya yule aliyesababisha. Sasa wanawatoa wale watoto wa Sauli, wanatundikwa, wanauawa 7. Manake unalivua lile gamba, unalirusha kule, unaacha ile hukumu itembee huko ilipotokea, unairusha huko. Manake nini? Watu wengine wakiwa wamekubali kwamba imemwagika, hamna shida, tuendelee kukaa. Manake umekubaliana. Manake kitu chochote wewe kikitokea kibaya, kisipokufanya moyo wako kukataa kwamba jamani, hichi kitu kibaya sio kizuri, manake unahesabika umehusika. Hata sio direct, lakini umehusika kwa sababu inaonekana una amani nacho, umekubaliana nacho. Kwa maana nyingine ni sasa na mtu ambaye umeokoka, anaona uzinzi unafanyika, uasherati, na yeye hasikii tabu. Yani wanadamu, yani yeye hasikii tabu yoyote. Manake huyu mtu ni mtu amekufa, kwa sababu tabia ya Mungu anapoona maovu na mabaya, huwa moyo wa Mungu hauridhiki katika yale, manake hauko pamoja naye. God bless you. Mungu akubariki sana. Ni Junior Wise Prophet. Barikiwe sana. Nimekuja kuleta ujumbe ili watu wapate kujua kufanya. Kila mmoja na agizo na tamko kwamba anatakiwa afunge kwa ajili ya nyumba yake, kutoa gamba la damu, kutoa gamba la damu ili lirudi lilipotoka. Maana yake waliotumiwa na shetani kufanya hivyo, basi hiyo damu iende huko, kwa sababu shetani huwa anatumiaga watu. God bless you. Mungu akubariki sana. Junior Prophet. Amen.